kuomboleza kwa sababu ya mwisho wa dunia na habari za kurudi kwa Yesu. Na wakati Yesu aliwapeleka pale kwa mlima wa Mizeituni, wakasema hapa ndio occasion kwenye tuko mretrete, tutowe retare, tuulize kila swali. Amen. Amen. Wakaanza kumuuliza habari za siku za mwisho. Na nini tawaambia kama atarudia? Kwa sababu alikuwa aliwaambia kama atarudia katika habari zake. Sasa wakatamani wajue kabisa atarudi lini, atakuja namna gani, atakujaje, atakuja na ndege, atakuja kwa gari, atapitia barabara ipi, kusudi waende kumulaki. Lakini Yesu, kwa sababu amezoea katika fundisho zake kuzungumuza kwa mifano, naye akachukua tena mfano, akaanza kuambia habari ya siku hiyo itakuwa kama ya mabikira 10 ambao walikuwa wanaenda kumngoja bwana wao wa harusi. Na wamoja wao walikuwa wapumbavu na wengine walikuwa wenye busara. Hapa tuna vikundi viwili. Tuna kikundi cha kwanza, mabikira wajinga, lakini ni mabikira si vile. Na hapa tuna kikundi cha pili, mabikira wenye nini? Busara. Na wote walikuwa pamoja. Wapumbavu na wajinga walitembea pamoja, hawakuachana, walikuwa wanatembea pamoja. Na ndio mfano Yesu alileta. Na hao mabinti ambao bado ni mabikira, na hili somo huwa tunawafundisha mabinti, lakini mabinti wamefika Ulaya wakawa kwamba wamepoteza. Lakini jambo hili sijui kwa nini Yesu amechukua mfano wa mabinti bikira. Kama ingelikuwa si jambo la maana, Yesu hangelitoa mfano kwa hili. Lakini kwa sababu jambo hili ni la muhimu, Yesu amelitoa iko mfano. Mabinti munisikilize. Msiwe mnalikamata neno hili kama mzaha, maana lina thamani machoni pa Mungu. Amen. Mwenye sikio na asikie. Na hawa wabikira 10 walitembea pamoja, lakini akili zao hazikukuwa njozi moja. Na wote walikuwa wanajiandaa kwa harusi. Kila mtu yuko pilika. Si wa mama, si mnajua tena. Kama tunajiandaa kwa harusi, mimi nadhani mikula hawaikamatake tena chini. Si ni vile? Mimi siyapata fulani. Siyapata. Yaani na akili zinafanya nini? Zinaanza tu kwa ziko yulu. Kwa sababu huko unajiandaa kwa event yenye special. Si ni kweli? Ni event yenye special maisha yako. Ukipitisha basi. Nao walikuwa wanajiandaa kwa harusi. Si mnajua tena vazi la harusi kwamba linakuanga safi? Si mnajua? Inakuanga tena ya mweupe. Na wamejiandaa. Lakini Biblia inatuambia kila mtu akachukua taa, kwa sababu walijua huku kwenye tuko tunaenda tunaweza kufika usiku bado bwana harusi hajafika. Si ni vile? Na kila mtu akachukua taa yake. Wenye busara, Biblia inasema walichukua taa zao na
nazoea, lakini leo sikamate mazoea. Utasema kama ulifataka tangu ekodime, utasema kama ulijuaga tangu miaka. Neno la Mungu ni mpya kila siku. Na wote wakaanza safari. Na Biblia iko wazi, inasema walifika muda bwana harusi amekawia kuja. Na alipokawia kuja, usingizi haikawi yake. Si vile? Na giza haikawi yake. Giza ikaingia na usingizi ukawashika. Maana kawaida yetu usiku ukiingia, yani unatuambia tulale. Hata kama tunatumika usiku Marekani, lakini ukawaida kweli kweli, usiku ukienea ni muda wa kupumzika. Nao usiku ukaja, giza likaingia na usingizi ukawashika. Wakalala wote. Si wako 10? Wote wakalala. Na walipolala, mwa ile kusinzia kwao, nini imetokea? Ikawa wamesinzia, wamekuwa kwenye ule usingizi wa kweli kweli. Pakawa na kelele. 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 Bwana harusi. Bwana harusi. Bwana harusi. Kwenye nao walikuwa wanalala, jua lilala na masikio iko juu. Wakaamuka, wakamshana. Bwana harusi anakuja. Bwana harusi anakuja. Twende tumlaki. Kila mtu alifanya nini? Si unatokaga msingizi kama unaenda kukamata ndege. Si unakimbia huko unaangalia kwenye passport iko. Tu kama huna passport, hautaingia ndege. Si ndio vile? Lakini hapa Bonjour tunabebaga ID, si ndio vile? Lakini ukawaida passport yako. Kila mtu alilamuka akachukua taa. Wapumbavu wakachukua taa. Wale wenye hekima wakachukua taa zao na mafuta yao pamoja na wao. Unasikia? Walichukua taa zao na mafuta ya taa zao pamoja na wao. Lakini wale wajinga walinyangula tu taa wakaenda. Yaani hajui hata kama taa inahitaji mafuta. Anajua tu anaweza akachukua taa na akawasha na taa likawaka na akaendelea. Lakini mwenye busara alijua taa yangu kama haina mafuta, moto itazimika na nitajikuta niko natembea gizani itapokuwa nina taa mkononi. Unaweza kuwa huko na nuru, lakini usipojua kuitumia utatembea kugiza nuru. Amen. Tuko na neno la Mungu. Na watu wako na neno la Mungu hata kwenye simu. Lakini bado wanatembea gizani na wanazo kwenye simu. Na neno la Mungu ni nuru ya ulimwengu. Amen. Hilo lisikushangaze, ni kawaida. Si ni vile? Tutembee gizani na tuna nini? Na tuna nuru. Na wote walipoenda, wamefika njiani. Kama taa zao zilikuwa zinawaka, iko sababu ulikuwa bwa kidogo mwe ulikuwa mkalutambi. Walipofika kule mbele, taa zinaanza kuzimika, zinareklame mafuta. Sasa tufanye nini? Ndio akili inafanya ninashtuka. Taa inaanza zimika, hatuna nini? Hatuna mafuta. Wenzao walikuwa na mafuta yao pamoja na wao. Wenzao wanaendelea, tusi wote wako msafari. Wanatamani sasa wenzao wawapeye mafuta. Msomaji alisoma. Lakini walitoa jibu gani? Nani anakumbuka jibu lililotolewa? Nani anakumbuka? Mama yetu anakumbuka. Wenzao wamejibu, hayakutoshi mimi na sisi. Amen. Amen.
hayatutoshi sisi na yani hayanitoshi mimi na wewe. Hii inamaanisha kwa habari ya ufalme wa Mungu, wewe utasimama lwako na mimi nitasimama lwangu. Hata kama tunaweza kuwa tunaimba kwaya moja, tunaingia kanisa moja, tuko kundi moja, tuko mume na mke, utasimama lwako. Kwa hiyo unapochukua taa yako, chukua na mafuta yako. Hata kama mume wako ana taa yake na mafuta yake, chukua taa yako na mafuta yako. Mume wako akitoa sadaka, usiache kutoa sema mwanangu alitoa. Mume wako iko anafanya kazi kujina yake mbele ya Mungu. Na wewe unahitaji kufanya kazi yako kujina yako mbele ya Mungu. Na walipowajibu hayatatutosha sisi na nini, waliwaangushia neno. Waliwaacha bure. Waliwaambia nini? Bali watuma wapi? Mwende kumaduka. Sasa wewe bibi harusi mwenye nishavala roho yako ya mweupe, uko unaenda ngoja bwana harusi, wanakuambia hivi mwende kusto. Amen. Amen. Wanakuambia wende kusto, wende uza nini? Mafuta. Mnaona kama inapatana nini? Mnaona vinaeneana vile vitu mbili? Kisha wanakuambia wende kusto na hakurusha hata na unga. Hakuna unga. Wende. Utafika sanga? Ukishakuwa na kataloka Kapwe Marie, Kapwe Kali Marie Jose. Utafika sanga kule. Mungu atuhurumie. Walipowajibu mwende kwa wauzao, wao waliendelea na safari yao. Ikawabidi wale wengine wafanye nini? Warudie nyuma. Waanze ndana tafutana na mafuta usiku. Mnajua kuna soko hazifanyi garde usiku. Mnajua walisumbuka vipi? Kwenye walifikia labda sijui kupata mafuta, labda ilikuwa imekuwa asubuhi, wewe na mie sijui. Wala walifanya mwendo ya namna gani, wewe na mie sijui. Bwana harusi alingoya. Bwana harusi alisema, hivi hapa watu walienda uza mafuta, nahitaji kuwangoja warudie njo na mie nifike. Bwana harusi aliwangoja. Bwana harusi alitokea kwenye alitokea tu. Hayui wewe ulienda tafuta mafuta. Hayui haukukia na mafuta. Hayui hicho kitu. Yana yua anatafuta nani? Bibi harusi aliye tayari. Amen. Amen. Bibi harusi ambaye yuko tayari kumpokea na ndiye naye kanisani. Sini vile? Amen. Amen. Lakini neno linatuambia ingie naye wapi? Harusini. Haleluya. Na wale wenzetu wakaenda mule distraction yao. Lakini wenye busara wakabakia hapo na bwana harusi akaja. Bwana harusi akaja, wakampokea na wakaingia harusini naye. Wale wenzetu walikuja, mlango alishafanya nini? Walisema nini? Unakumbuka nini walisema? Walisema nini? Wao kuna neno walisema. Hilo ni jibu walipewa. Kuna neno walisema. Amen. Bwana, Bwana,
historia Yesu alikuwa anapewa wanafunzi. Si ni vile? Ndio. Alichukua ni mfano, alikuwa kuambia wanafunzi kwa sababu walimuuliza. Naye aliwapatia jibu kwa mfano. Anawaambia hivi sasa njoo itakuwa wakati wa mwisho kama vile swali lenu lilivyo. Amen. Lakini tukirudia tuangalie hili somo. Tuangalie hawa mabikira kufuatana na hali ya kiroho ni watu gani ambao Yesu alikamatia mfano. Kwa habari ya mwili, mabikira ni mabiti ambao hawajaolewa. Si ndio vile? Lakini kwa habari za kiroho hapa ni watu waliookolewa, ni watu ambao wamekwisha kumwamini Bwana Yesu. Amen. Ni watu ambao wako wanangoja kurudi kwa Yesu. Amen. Hao wanaonekana kama mabikira mbele za Mungu kwa sababu ni bibi harusi wa Yesu. Awe baba, awe mama, wote wako ndani ya lile darasa. Amen. Hapo ndipo neno la Mungu linakuwa na utofauti na mambo yetu ya kibinadamu. Vile Mungu anavyoyaona yanaonekana utofauti na hali ya kibinadamu. Yaani wewe mwaminifu, wewe uliyemwamini Yesu, wewe ambaye unayengoja kurudi kwa Yesu, Bwana anakukamata kama ni bibi harusi ambaye bado unasimama na taa yako kumngoja. Lakini je, pale kwenye unasimama kumngoja, je, unasimama na taa yako ikiwa na mafuta? Tabia za hawa mabikira wenye busara ni tabia gani? Hawa ni watumishi waaminifu, wenye kutunza huduma zao, wanaojitayarisha kila siku, wakihakikisha kila siku huduma zao zinasimama. Amen. Amen. Hawa wanachunga huduma, wala hawachanganikiwi na mambo ya ulimwengu. Hawako watu ambao leo wako hapa, kesho wako kule, wako wanaenda wanatafuta moto mu makanisa. Ni kweli ile? Mu makanisa mko moto. Kuko moto. Wewe njoo wa moto. Kama wewe uko baridi, usiwaze kama kanisa litakuwa moto. Kanisa linatiwa moto na wewe na mimi. Amen. Amen. Kama roho wa Mungu anachemuka ndani yangu na roho wa Mungu anachemuka ndani yako, hili kanisa tutalipasua. Kama sisi sote tungelijazwa na roho wa Mungu na sote tunasimama kuimba, tunaimba katika roho, wazungu watasogea hapa, watasema kumetokea nini hapa? Amen. Amen. Watasema muhawa wa Afrika kumetokea kitu gani? Kwa sababu wewe ndiwe moto na mimi. Lakini ukienda huko natafuta moto kwa makanisa, ninakuhakikishia utachoka makanisa. Na utapewa jina, utayazunguka kweli kweli. Utayazunguka na utakuwa na maneno mengi midomoni. Ile chumba ya maombi, njoo anaombaka sana. Wewe unaombaga namna gani? Wewe kiomba sana, moto haitawaka ndani yako? Itawaka. Usitafutia moto kwa mtu mwingine. Tafuta moto wa Mungu ndani yako, pamoja na Mungu. Ninazoea kuambia watu kwamba hata uingie kanisa ya watu 1000, maana kuna makanisa yana maelfu za watu, ninakuhakikishia Bwana anajua jina la kila umoja wa ile makanisa. Bwana anajua tabia ya kila umoja wa zile kanisa. Bwana anajua matendo ya kila umoja wa lile kanisa.
kutoa nuko mnaelfu. Mungu akitaka kubariki mtu, hamubariki kwa sababu huyu amebarikiwa. Hapana. Atakubariki kwa sababu una haki ya baraka zako. Kama unazitumikia, halalaki na deni, atakubariki. Kama haukuzitumikia, hautazipata. Utakuwa mwatajiri, lakini unabaki uko maskini katikati yao kwa sababu haziko zako. Na njoo wengine unasikia wivu inainuka. Unainua wivu ya nini? Mbona Bwana hana upendeleo? Akitoa, akiwapa, baba yetu hageuki. Haiko kama mwanadamu. Akikupa, anageuka nyuma. Akitoa, akiwapa, baba yetu hageuki. Anakupa na anaendelea kufanya visite kwa wengine. Amen. Hawa watu wanachunguza sana hali yao na wanachunga sana vazi lao la harusi lisichafuke. Sijui kama nasikilika hapa. Wanachunga sana vazi lao la harusi lisichafuke. Ni watu wanaishi kwa habari ya kujichunguza na kutengeneza maisha yao kila siku. Maana hautakuwa tayari leo ikiwa wewe hauko mtu wa kutengeneza. Utakuwa tayari ikiwa wewe ni mtu wa matengenezo. Utakuwa tayari leo ikiwa uko mtu wa kuogopa Mungu. Biblia inasema ndani ya Zaburi pale kusura yake ya kwanza na mstari wa kwanza, inaambia watu msiwe watu wa kuingia kwenye baraza la wenye mizaa. Kuna mizaa mingine ambayo watu wa Mungu hawahitaji kuingia. Lakini tunaingia tu. Tunajisahau kama sisi ni wenda mbingu. Kuna mizaa hatuwezi kuingia. Kuna utani hatuwezi kuingia. Na pale nasema hivi, usiingie kwenye baraza la usifungiwe nira na watu wasio amini. Si ndio vile? Usifungiwe nira na wale watu. Kuna watu wanakuaga na magrupi za uharibifu. Huwezi ukasikia shauri nzuri ndani yao. Wana vikundi. Kama ni kikundi ya mama, bakiingia kuteta mama pastor, bakiingia kuteta mwenzao Mkristo, bakiingia batasema vya kweli na vya bongo. Na ni wa Kristo. Bompeke watafonde maneno na ni wa Kristo. Ongea basi ongee kweli. Ukiongea kweli hauna deni. Ukisema ukweli hakika hauna deni. Lakini uko unaingia juu ya wivu ama unaingia juu unataka waibishe tu mtu mwingine. Unaingia mvikundi vya kuongea mambo yasiyofaa. Bibi harusi wa Mungu, hapana. Uko na chafua vazi yako. Hapana kuingia hapo. Biblia inakataa. Uwe mwenye kukesha kila siku. Ndiyo, tuko kwa mwili, tunakosea. Ninaweza kuwa nasimama hivi, kumbe kuko mwenye alishakwazika tu. Unaweza kuwa uko naimba kuna mtu amekwazika. Basi, ndio maana tunahitaji kuambia Mungu utusamehe. Kwa sababu tunavyotembea, tunavyozungumza, kuna wengine huwa wanaumia tu kwa vile wewe ulivyo na bado uko mwenda mbingu. Ndio maana ambia Mungu unisamehe. Inawezekana hata nimekosea wengine bila kujua.
haiko nafasi yako ile, wewe kama bikira ambaye uko unamngoja Kristo. Na la ajabu, tulijua kama wanawake ndio huwa wanasema, lakini ajabu ya kwamba leo hata wababa wengine huwa wanasema. Hata wababa wengine wamepoteza kabisa. Hili ni neno la Mungu. Na likija linasaidia ngambo zote. Halikuji kusaidia mama tu kwa sababu ni sikukuu ya wamama. Hata mimi ambaye niko ninalitoa, liko linanisaidia. Yaani linakusaidia na linanisaidia mimi. Amen. Yaani kwa tabia zetu sisi wakwenda mbinguni, sisi mabikira wenye busara ambao tunamngoja Kristo, tunahitaji kuchunga lengo letu ili tulisikilie. Amen. Amen. Kama uko Mkristo umeokoka, umemwamini Yesu Kristo, lengo lako kubwa ni nini? Si siku moja umuone ulishatoka Afrika, hapa kungali nyingine Ulaya tutaenda. Si tunafika mwisho tushaweka point. Maana hapa tushaweka break ya masafari. Ningali naenda tafuta John misala msika ya kwenda sijui wapi. Biashara msika inaishi. Si ndio vile? Amen. Tuame tafuta sala msika ya wapi? Ya mbinguni ndio sasa tupambane nao. Haleluya! Tuanze tafuta sasa ya kwenda mbinguni. Tulishafika Marekani na wengine watu wamekwisha ingia sijui wapi, Denmark, Inglaterra na wengine. Si kila mtu amefika. Sasa tuanze tafuta habari za kwenda nini? Mbinguni. Ndizo tupambane nazo. Pamoja na kupambana na maisha ya Marekani na maisha ya nchi za kigeni, tupambane na hali ya kwenda mbinguni. Tusije tukachelewa na tumefika Marekani na tumefika nchi za Ulaya. Haleluya. Aseme vazi la bibi harusi litakuwa safi kila siku. Litakuwa safi kila saa. Wakati anajua alienda, roho yangu ilishafuka. Mbi. Juba na harusi asifanye, asikuya na havai nini? Havai vazi la harusi. Haleluya. Na hilo tumesema kwa habari ya matengenezo. Lakini basi, acha nikuambie maana nyingine kubwa ambayo katika kusoma hili neno la Mungu nimekutana ndani ya huu mfano ambao Yesu aliwapatia wanafunzi. Nilipoangalia hili neno nikakutana Yesu alikuwa anafanya anose ya kurudia kwake. Mwa hili neno, mwa hii mfano alikuwa anapatia wanafunzi. Na la pili alikuwa anawaambia hivi, kukesha wewe kama bibi harusi. Mwa hili neno. Na la tatu alikuwa anaonesha ujio wake wa pili yeye kama Kristo kuja kulichukua kanisa. Na la nne alikuwa anaonesha kuingia harusini kwa bibi harusi na bwana harusi. Haleluya. Na sasa hawa wapumbavu wenyewe walienda tafuta mafuta, wakarudia, wakawakilia kumlango. Yesu alitaka kuonesha namna gani watu wanamjua. Watu wamekwisha kumwamini, lakini wanazembea katika ulimwengu. Kuliko wakazane na njia ya kwenda mbinguni, wanaanza kuchanganyikiwa na mambo wanaikuta katika ulimwengu. Wengine wanachanganyikiwa na wanawake, wengine wanachanganyikiwa sijui na pesa, sijui
walikuwa waimbaji, wamekaa wakazani walifika mwisho. Umekalisha huduma za Mungu. Huu ndio mfano wako wa bibi harusi ambaye iko na mungoja Kristo, lakini taa yake haina nini? Mafuta. Ulikuwa mhudumu wa kanisa, umeacha na masababu, bali kwambia tutafika mbele ya Mungu. Ukimwambia masababu atakusikia. Kuko mwenye atakuwa na sababu ya kukushinda na anaingia mbinguni. Pastor wetu ndio alikuwa mbaya. Kana Biblia ilikuwa ya mbaya? Amen. Sawa, tuitike pastor wetu alikuwa mbaya. Hii Biblia nayo ilikuwa ya mbaya? Hauna sababu yenyewe utamwambia Mungu. Ikiwa utachanganikiwa katika upumbavu, huo upumbavu ni wako. Na hauko justifia mbele ya Mungu. Hautaweza fanya justification kwa Mungu. Wengine walikuwa hapo si mama waimbaji, wamefika Marekani, wameikala wanasema shie mama sauti zilikufaka, shie wengine, lakini unaendaga mkampani kila siku. Unafanya kila kitu. Lakini muimbaji tu mimi siwezi pata wakati ya kwenda kuimbia Mungu. Lakini kukikuwa na Mother's Day kule watakukutana huko kule. Kukikuwa nini? Watakukutana huko kule. Yaani kukuya tu mbele ya Mungu, kuchochea huduma yako, ndio kitu kinakushinda. Hapana. Uko naenda mbinguni kesha. Washa taa lako liwake. Weka mafuta kama limezimika, wahi haraka, weka mafuta kabla uanze kuandaa safari ya kumngoja bwana harusi. Na vijana wetu wamefika Marekani. Ukitaka kuongea na kwambia vile vilikuwa vya kwenu. Sisi tumekuwa kwa style nyingine. Mbinguni hakuna style. Amen. Hakuna. Mwache kushidanganya. Mbingu tutacheza shiwa style ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mbinguni tutakuwa na style ya Yesu. Na mzee atakuwa na ile ya Yesu. Na mtoto atakuwa na style ya Yesu. Hakutakuwa style za Amerika. Hakuna style za watu ya Denmark. Hakuna style ya Australia. Hakuna style ya Inglaterra na France. Lakini kuko style mbinguni ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu na Mungu. Amen. Vijana wetu wanapotea kwa kutamani kuishi Marekani na kuwafanana wa Marekani. Ninawaambia hamtawezana kuwafanana. Vijana ambao mko humu, hamtaweza kuwafanana, lakini mtaangamia. Mtapotea, mtaumia na kuumiza mioyo ya wazazi tu. Lakini hamtaweza. Vita tungelifanya tuwalete kwa Yesu. Kama hata mmoja tu angeokoka, ingetosha. Kwa sababu kuna mtu anakuambia yeye kwa miaka 12 hayasikiaga neno la Mungu. Ukimpa neno alisikia, utakuwa umefanya kazi. Kwa nini kuiga style zao? Mnaziona zinapendeza sana. Wamama zinapendeza. Na zingine za kuvana buchi, tunakuwa mkuzivana, mumafete, kisha tunasema tunakuwa Marekani. Maanake Mungu alikutosha Afrika, jua kuleta Marekani, uko na kia fana vile. Mama mnisame. Leo ni journée yetu Alitutosha Afrika juu, alichukia Yesu mko na vala mzuri, anakuleta Marekani, anakia kukufundishia kuvala Marekani. Ni kweli ile? Hapana. Ni kweli ile kweli? Hata kidogo. Hatuyaona kana shiba mama tuko tunaiwa zangu. Tunaporomoka na shiba mama. Tuko na Kristo, lakini tuko tunaporomoka. Tuko tunasahau kama tuko mabibi banani babibi harusi. Sasa tunafika Marekani ni kama tunakuwa na kitambala kumecho. Kitambala tunatufunika, tusijue tena kama tuko tunaenda mbinguni. Tulishaingia mbingu kweli.
Mkristo, najua hajafika bado, analia. Lakini tujitahidi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwa taji yako. Ulikuwa nayo, lakini umefika Marekani unaifanya nini? Unaidrop, unashika Marekani. Uko naenda kwa Mungu, utamwambia nilikuwa Marekani baba unione mimi nilikuwa Marekani. Hajui na hii Marekani ninawaambia nayo itaingia na moto. Amen. Amen. Sababu Biblia inasema batakunjaga dunia kama nini? Kama karatasi. Atakapoikuja Marekani itaokoka. Nchi za Europa zitaokoka. Nchi za Ulaya zitaokoka. Marekani itaokoka. Atakapoikuja dunia ni yote imekunjwa. Roho Mtakatifu wa Afrika, huyo ndiye roho aliye Marekani. Mungu akitaka kukuambia kitu, atakikuambia na atakiambia walio Afrika, kwa sababu roho ni huyu. Ni mmoja. Lakini watu wanafika hapa wanajifanya wa kizungu. Dada, nitakwambia kizungu cha mzuri. Niko ndani ya Yesu. Amen. Na burudika. Niko ndani ya Yesu. Na burudika. Ukiwa ndani ya Yesu, ujitapie watu kama wewe uko mzungu. Ujitapie watu kwamba ninajua kizungu. Lakini kama uko mzambi, hata ungelikuwa una nini, hauko mzungu. Haleluya. Hakuna kizungu. Kizungu kiko ndani. Kwa sababu njoo mko mrudiko. Huyu mwimbaji mwenye alimba hii wimbo anasema nini? Anasema wenzetu huniuliza siku nyingi huonekane kwenye filme, huonekane kwenye disco dance na sinema, wenzetu huonekane. Naye anawapatia jibu, niko ndani ya Yesu. Ninaburudika. Niko ndani ya Yesu wangu. Ninaburudika. Niko ndani ya Yesu. Anaburudika. Niko ndani ya Yesu. Unaburudika. Haleluya. Tujiandae. Sababu hakuna kitu kitamzuia Yesu kuja. Alikuja mara ya kwanza, akazaliwa, akakomaa, akatuokoa. Akarudia. Akasema nitarudia tena kuwachukua. Baada kwenye niko, njoo kwenye nukuu. Sasa wewe bibi harusi, ambaye uko na ahadi ya bwana harusi kuja kukuchukua, kwa nini ujichanganyishe? Umeona nini? Nini imekushitua? Nini imekuchemsha? Nini? Chemuka na kumngoja bwana harusi. Amen. Uko anapiga nasema Yesu, baba niko na kungoja. Niko na kungoja baba. Unachemuka. Amen. Amen. Lakini ukichemuka kwa vingine, ninakwambia uko ndio unachelewa. Uko nachelewa. Huu ni muda wa mtu aliyemjua Kristo akarudia nyuma, kuamuka, kuinuka, kusudi angalie tena kama angalia atafanya vile wafarasa wanasema, aseme niangalie kama nitajira trape tena. Yes. Amen. Siku mingi ulibakia huko nyuma, lakini aseme niangalie kama nitajichukulia tena, nishila trape, nione kama nafikia tena pale kwenye nilikuwaka. Na watu wengine wanataka wavunje wengine moyo na kuwarudisha nyuma. Yesu atarudiaka, para madanganyaka, tutatawala dunia. Ndio, hata kama ufalme wa Mungu ukija hapa,
Si wale wenyewe angechukua mbinguni ndiye atatawala na wao. Kama tuseme ile ufalme sawa, tukubali Yesu hatarudia, hatatuweka mbinguni, atashusha mbingu siku ya. Si azishushe basi, lakini tuko tayari kusiingia hemo milele dunia mpya. Si ni kweli? Uchunge huduma yako. Chunga vazi lako, bibi harusi wa Mungu. Kwa maana Bwana wako anakuja upesi. Anakuja na mwaliko wa malaika, kwa sababu ako na fiere za kuja kumchukua bibi harusi. Anakuwa sawa wale wa vijana ambao wako wanaenda kuchukua bibi harusi, wanasindikiza mwenzao, wanataka wamsaidie waende waonekane kwao na huyo binti. Amen. Wote wanakuwa wako shosho. Haleluya. Yesu anakuja. Yuko mlangoni, anakuja na mwaliko wa malaika ukiwa nyuma yake. Hizi kelele ambazo zilipiga, hizi kelele ndilo hili neno la Mungu. Ndio wachungaji ambao wako wanahubiri, wanakumbusha, wanakuambia Bwana yuko njiani, wanakuambia tengeneza maisha yako, wanakuambia jiandae, wanakuambia inua kazi ya Mungu. Tuko tunainua vya dunia, sio vile. Lakini acha tuulize, wangapi wamekufa hapa Kentucky na wababa mlipoenda kumweka kwenye sana mkanyangula 5,000 Musili alikuwa ameweka kwa benki, mkasema mwenzetu alikuwa anatumika overtime, hatutamwacha aende bure. Mnanyangula 5,000 wala hata $1,000 mnamweka hapo msana. Je, mlishakuona Kentucky? Mimi sijawaona Michigan. Nilifikiria labda Kentucky mnafanya hivyo. Okay. Hata Kingorongoro, hata 25% amwangiti yake. Sasa wandugu, tunafanya kazi ngumu, wa baba na wa mama. Kweli tunaweka, kuweka ni mzuri. Hata Biblia inasema jiwekeeni akiba. Lakini pale chini naongeza, jiwekeeni akiba wapi? Jiwekeeni akiba mbinguni. Pale ndio kutafika nondo na kutu. Lakini vya hapa, nakwambia utakuwa uyabasuka tu. Balisha ikani. Aliacha ngapi? Mulishaangalia mkonte yake, aliacha pesa ngapi? Banenda kwa bibi yako ndiko nalia. Mama, acha kwa kulia. Mwambie mwanangu aliacha ngapi mkonte tupake habari ya kilio. Nasema wangu. Sasa kwa nini usiweke za kwako mbinguni? Amen. Tunakuambia hivi, zile unatoleaga Mungu ndio zako. Amen. Amen. Hata mtasema mapastere ndio wanakulaka. Mapastere ni matumbu ya Mungu. Amen. Muache bakuli. Na lakini mimi si kama nalishaga mapastere yangu. Hapo hapa niambii kama namkulishaga yeye. Hakuna. Hakuna baba. Iko mfactory. Asante. Naye yuko mfactory. Na wewe uko mfactory. Kisha lakini unasema hivi mie nataka nibarikiwe. Niliambia wamama jana. Kwani kila mtu iko Marekani anatumika, ndiyo unaweza kuwa na pesa. Lakini unasema hautapatia mchungaji, ndiyo ni mzuri. Ukitaka mtu ukitaka wachi, atatumika tu kazi ya Mungu. Hata iacha hapana. Lakini ninawahakikishia hivi, kama kuna vita vingine vyenye muonage na macho, na ile ndio nakuyaona inakuwa ni kidogo. Kwa sababu ya maombi wanawaombea, kwa sababu ya kazi wanawafanyia. Lakini wewe kwa kumupa huko unaangalia dolari. Labda ile shida ingelikukoste maelfu na elfu za dolari, lakini unashindwa hata na $1 ya kumupatia na anakuombea kwa siri ya ujui. Lakini maneno uko nayo ya mingi juu yake mitaani. Pesa
zenyewe unatoa sadaka hapa, pesa zenyewe unasaidia maskini, hizo ndizo mbingu zinaandika. Tena Mungu anaziandika. Na usitoe kwa moyo moyo, usizitoe kwa moyo wa manunguniko. Balisha sumbua. Shingo tutajenga makanisa hapa. Pengine bako wanaingilia makanisa yenyewe bakujenga abatoweshake. Mwende si makanisa ziko. Lakini kila mtu Mungu atakutafutia wenyewe alikuweka. Amen. Hata wale wapi Waswahili walisema kila mamba ina nini? Iko na kivuko yake. Kila mamba iko na kivuko yake. Mamba akitoka hapa wa kivuko ya pili, anaenda kukia kukivuko ya 10, atakutanana na shida. Hayuwe tatizo anaenda kivuko ya 10, si ni vile? Hayuwe kama wale watu kule kukivuko ya 10. Mamba ziko kule zinatembeleanga chini chini juu, zinayua kama bawindaji liko pale. Yeye anatoka kukivuko ya pili, mpaka tu na mimi niende. Naenda kukivuko ya 10, yeye anaenda na kichwa yule anakipiga risasi. Mungu atakutafutia kwenye alikuweka. Amen. Mungu atakutafutia kwenye anataka utumike. Ukijenga kanisa, utakuwa umejitajirisha mwenyewe. Amen. Kaile kanisa pastera atapiana lamu. Bazee batakuwa na kialala mle kanisa. Lakini ile kanisa ni ya kukuya nyie wote. Munaimba haleluya amen. Sini vile? Oh haleluya amen. Yani haleluya ni ya nani? Haleluya maana yake nini? Maana yake nini? Sifu Bwana. Yani pale wewe uko unajengea Mungu mahali pa sifa ya Mungu. Amen. Kisha unaambia watu mnaniuzi mimi mkiniambia nijengee Mungu. Kwani mama, kwani baba akikunyota wewe utaingia factory. Akikutupia tu kama mgonjwa utatumika factory? Utaweka akiba? Utajiwekea za wallet? Akikugusa utashinda kula mko fike pale. Utaanza sema mnisaidie, mninyangule. Nasikia kizunguzungu, akikupa kizunguzungu tu hata kupa mwili. Akikutia tu hapo kwa kizunguzungu, hautatoka kufika pale. Ile factory itakuchunga kila siku kizunguzungu, kesho kizunguzungu, wiki, mwezi, miezi mbili. Factory itakuchunga. Factory ni ya wazima, lakini Yesu aliwajia wasaifu kusudi awainue. Amen. Amen. Hata utakuwa msaifu, Yesu hata kutupa. Yes. Hata kukumbuka. Amen. Ndio maana wakati uko mzima, wakati unatumika, mpatie Mungu, mtolee Mungu kwa furaha kwa mali uko nayo. Amen. Kama mtu unajua mimi niko mwenda mbingu na duniani sio nchi yangu, mimi niko msafiri. Haleluya. Amen. Na kwa usemi mwingine walikuwa wanatuambia tuko watoto aseme ukikuwa unatoa sadaka ya mzuri inakujengea nyumba mbinguni. Okay. Na wengine watuambia basi mbinguni kuna kwa manyumba ya mtu. Sasa mafundisho iko mingi. Lakini mimi sitakwambia nitakujengea nyumba. Sitakwambia hakuna manyumba, sitakwambia nini. Lakini ninakwambia tu utolee Mungu, kwa sababu kila kenye utamtolea ndio lazima utakutana na Mungu. Amen. Zenye unapatia Mungu ndio hazina yako ya mbinguni. Nataka nimalize, maana najua ujumbe umekwisha kufika. Amen. Amen. Ujio wa Yesu utakuja kama ule bwana harusi mwenye aliachiaga fiancé yake nguo. Anamwambia usivuage hii nguo. Ndakuya siku darudia nisitademanga tena hapa. Ndabakiliaga mule muhewa, lakini ndakuana kuangalilia kwa hiyo robe nilikuachiaka. Amen. Kisha ule dada akabakia na ile robe. Rafiki yake akamwambia dada, hii robe mbona inakupendeza sana. Uniwe, unaweza nikopesha na mimi robe niende kwa nayo kufete. Nikopesha. Dada ana agano na
sheri, fiance, kama ndakuwa na kuonea kwa hii kanzu, dada anamwambia mwenzake hakuna shida, ndakupea. Dada anatoa nguo, dada anampatia. Anamaliza kuvua robe yake ya mapatano, mwenzake anavala. Bado angali anageuka, bwana harusi anakuja hewani. Anaangalia, anasema mie niliachaga agano na vazi, na lile vazi ndilo hili. Anaangalia ule wa vazi, aliruka tu kutoka mbinguni, kama alikuwa na nini sijui, alinyangua ule mwenye alikuwa na ile robe, akaacha mwenye alikuwa fiance. Analia, unaniacha mie, mina bakia, haiko ule, mie ndio mina bakia. Lakini kwani kitaeleweka? Kitaelewekaje? Hakitasikilika, kwa sababu agano langu na wewe ni roho yenye nilikuachiaka. Na wewe agano lako na Kristo unalijua. Uchunge, maana usipochunga utachelewa. Mungu akubariki. Usiwe miongoni mwao wanawake wapumbavu. Usiwe mwanamwali mpumbavu, lakini uwe mwanamwali mwenye busara. Ili bwana ajapo, bwana harusi, uingie naye harusini. Usijaanza nifungulie. Maana mlango ukishafungwa hautafunguka. Mlango wa mbingu ukifungwa, hapo haufunguki. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kulipa deni la Kentucky. Bwana akubariki.